Ekiumbe gia Kenya Union of Journalists gokora obotukirie kumanyana siki abararia basubati babwate omubaro moke ekorenganirwa na abararia basacha niga bateneneri kuru ekiumbe ekyo bariganirie egeikaro kyamatuko abere na abararia imeye county ya Nyamira eriko basemya igoro yo kwerenda ekero bare asemeremo yo gosaka amangana mayana boigo chinchira cyo gwetanga korwa asensemo ya sexual discrimination yarokanire koba egetange kenene ochia asabararia abasubati ekero bagwikirania obokoreri bwabo chingaki bagosaka amangana korengana na machibu korwa ase ekyombekyo nigo yaberige kwane kyobuna egati yabararia nigo basabire abateneneri bebitaseni a Beach TV na boigo chiredi kubwaterana n'ekyombekyo na boigo kubeka emerobere ya bene lekwane kyobuna obugima bwabararia anene mono bumuraria umusubati nko babure na boigo ngorendwa bure ekero agokora obutukibaya. Pata kuna utafiti imefanywa research inaonyesha sexual harassment sio hiyo dhuluma ya kijinsia, sio kwa sababu mtu ni mkubwa na mdogo wake. Wakati mwingine ni kuonyesha hiyo muscle power, ati mimi niko na nguvu kushinda wewe, because kuna effects of sexual harassment inafanya watu wale wameface hicho kitendo wanakuwa na psychological impact, emotional, and sometimes wanaacha kazi. So ukienda kama college za journalism unapata wanawake ndio wengi, wasichana. Lakini ukienda kwa media house unapata ni wanaume wamejaa. So hii mafunzo yetu tulianza ndio kwanza tujue kwa nini wanawake wanapotea kuingia like first year, by second year, third year wametoka newsroom. So tukapata sexual harassment ni moja yao, discrimination hiyo kama ni promotion, training, unapata ni wanaume wanapewa, wanawake wanaambiwa hey, wewe enda linda watoto kwanza ndio tuangalie maneno yako. So then tukapata issue ya safety kama mwanamke kuna stories zingine wesi ukafanya kama usiku, na some of these stories ndio zinakufanya wewe kama journalist byline yako ama jina lako lionekane ndio hata ugrow professionally. The disconnect between unions and organizations supporting journalists pia na wamiliki wa vyombo vya habari, kwa sababu wamiliki wako hapa in business na wanataka kumaximize on profits, na wajui kwamba kuna issues za mental health, kuna issues za sexual harassment, security in the field, na hapa ni mahali wanafaa kuinvest sana, including wakati tunaenda kama riots hivi. Most media houses hawana ile security gear ya kuenda nayo field. We bora tu uende field na ulete story. So ombi langu ni kwamba organizations kama Kenya Union of Journalists, Kenya Correspondents Association na zingine waje pamoja na waungane na media houses watengeneze policy ambayo ina guide the safety and operation of journalism in the country, and if there is that document then it should be updated so that it's in line with the current and emerging issues. Kwa kweli nimefurahia mafunzo ambayo tumeweza kupata kwa siku hizi mbili, ambapo tumeweza kuzungumzia mafunzo juu ya dhuluma za kijinsia haswa sisi wanahabari wenye ni wanawake au wasichana. Naweza sema baadhi yazo zikiwa ni sexual harassment kutoka kwa wakubwa wetu, maybe pale kazini ama wanasiasa, na kati ya watu wengine wenye tunaweza kukumbana nao katika harakati zetu pale tukitafuta habari huko nje. Katika hili swala la dhuluma za kijinsia, kwa kweli ni swala ambalo linafaa kuangaliwa sana kwa undani, kwa sababu sisi kama wanahabari wanawake tunaweza tunalipitia katika kila siku tukiwa katika harakati za kutafuta habari, na ningependa sana hiki chama cha Kenya Union of Journalists kiweze kuingilia kati kuangalia jinsi kitaweza kusuluhisha tatizo hili kwa undani kabisa, kuhakikisha ya kwamba vitendo kama hizi zinaweza kuwa zimepunguzwa, na pia wenye kufanya hizo vitendo za sexual harassment waweze kufuatiliwa na pengine kufikishwa hadi kotini.
Ujumla wamiliki wa vyombo vya habari ni kuhakikisha kwamba mazingira ya kufanyia kazi ni bora na kuepusha hali ya tuseme wafanyakazi ama kina dada kudhulumiwa wakiwa kazini. Kuna dhuluma nyingi ambazo zinaripotiwa ama zinafanyika katika vyombo vya habari ama kule kazini, lakini hazijitokezi kwa sababu labda mtu anaona kwamba akisema kwamba kuna kitu ambacho kimemkabili ama amehujumiwa na mfanyakazi mwenzake ama amehujumiwa na msimamizi wake ama yule bosi anayemsimamia, labda huenda akapoteza kazi. Kwa hivyo ingekuwa bora zaidi kama wamiliki wa vyombo vya habari wangeangalia waone jinsi ambavyo maslahi ya mfanyakazi wao, maslahi ya huyu dada anayetekeleza majukumu yake kila siku, maslahi ya mimi ninayejituma kuhakikisha kwamba wananchi wanapata habari yanatunzwa.